Ah, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Apostle Gitonga. Nilikuwa nimekaribishwa kwa hii nyumba hapa Lopidi. Lopidi ni kijiji ambayo iko Lokchogio. So, sasa nilikuwa nimelala hapa. Ukiingia hapa unaweza ona nilikuwa nimekaribishwa kama mtumishi wa Mungu. Kitanda moja yangu ndio hii. Alafu kijana yangu ndio hii. Nyumba ndio hii. Kwa hivyo tumekaribishwa vizuri, hatuna shida yoyote. Na hata maji pia iko hapa ya kunywa kiazi. Sasa ukiona hapa kuna bag. Niko safari nataka kurudi pande ya Kakuma. Ndio hii bag. So kabla ya kuanza safari nataka nikuonyeshe Lokchogio iko namna gani. Pengine watu wengi wanasadhani Lokchogio ni nchi kafu sana. Lokchogio si kafu sana. Ukiangalia hapa, hii ni mti inaitwa mti wa mwarobaini. Ni mti kubwa sana. Kwa hivyo Lokchogio si mahali ambapo tunaweza sema ni kubaya sana. Ukiangalia hapa chini, hii nyasi iko kwetu Meru, iko Dauni. So maisha hapa ni kama tu ya Dauni, nyasi iko hii nyasi ya kwetu hii. Ukinifuata hivi tu naona hapa iko hapa mahindi ndio hii. Hapa Mama Mary amelima mahindi yake. Na hii mahindi iko hapa kwa shamba. Songeza kwa kamera karibu. Ndio hii mahindi iko hii pale, shamba ndio hiyo mahindi. Ukiona hapa pande hii kuna miti mikubwa, hii miti ni mikubwa. Kwa hivyo ukinifuata tu utaona ile tuko. Songa karibu bwana mtu wa kamera. Unaona miti yenye iko hapa, miti iko sawa, ndio hii green. Sasa hapa kulingana na huku hakuna shida. Sasa nilikuwa ninaogea hapa. Naekewa maji naoga hapa. Haina shida, hata ukiangalia hapa kuna kisunguu ile ya kuogea ndio hii. Haina shida, huku tuko unduma. Hii kiti ndio tulikuwa tunawekelea maji. Hapa unaoga vizuri na maji hapa ni fresh kabisa. Haina shida. Na kitu nataka uone hapa, nifuate kidogo. Ukiangalia hapa nyasi ndio hii. Kulika nyasi vizuri ndio hii. Ile ya kwetu kabisa ndio hii. Ndio hii ukiangalia ndio hii. Alafu pia watu wanatubariki hapa sana. Kuja tu watu wanatubariki hapa sana. Hii mbuzi tumebarikiwa na hizi mbuzi. Hii mbuzi tumebarikiwa nayo. Hii ilikuja jana leo asubuhi. Hii senge kubwa hii imetoka Sudani. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Mbele hapa ukiangalia pale utaona hiyo mlima. Kuna mlima unaona pale mbele. Hiyo mlima inaitwa Mugira. Hiyo mlima inaitwa Mugira. Ndio mlima ile kubwa hapa. Hii mlima imeshikana hivi imeenda mpaka Sudan. Kwa hivyo tukiwa hapa Sudan ni 20 km, si mbali. Kama unaenda na gari unaenda 15 minutes utakuwa mahali kunaitwa Nandapal. Kutoka hapa kwenda Nandapal ni almost 15 minutes ukienda pande hii. So hii mlima hii imeshikana kutoka hapa imeenda mpaka imeingia Sudan. Kwa hivyo asanteni sana, tuko hapa kufanya kazi ya Bwana. Tuko hapa saa hii mwezi mmoja na hii kijana yangu. Tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, ametujalia neema ya kukaa huku mwezi mmoja. Tunashukuru Mungu na tunaombea watu wote mjazo na neema ya Yesu. Kwa wale ambao hawanijui, naitwa Apostle Gitonga. Nashukuru Mungu wa Israeli kwa sababu Bwana aliniwekea mwito wa mtume. Ndio maana nimetoka Meru, nikaacha familia kule Meru mpaka nikakuja hapa kufanya kazi ya Bwana. Asanteni sana, pia wewe nakuombea neema kama hii ikafulikia kwako. Nikitoka hapa saa hii naenda Kakuma na baada ya siku 3 nielekea pande ya Rudwa, na nikifika huko nitakuonyesha hali ya huko. Nafikiri umeona huko miti ni mikubwa. Nikifika Rudwa pia Kakuma pia nitakachukua ka video kingine kama haka ndio uone watu wa Lokchogio wamejaliwa neema na Bwana. Asanteni. Mungu awabariki. Ejokonoi.